Karibu sana kwenye darasa la Madiba Graphics, na leo nakuletea ile tutorial ambayo ulikuwa unaisubiri kwa hamu sana, ni jinsi gani unaweza kuanimate hii logo kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Kama unataka hii project nzima ipo katika ukurasa wangu wa YouTube pale, ingia YouTube, search Madiba GFX, utakutana na hili darasa na utaangalia from start to finish. Hapa kwenye render viewport tunaona material ambayo tupo, tunaangalia na right ambayo tupo. Kija kuangalia hapa, hii ndio environment yetu. Hii ndo nije kwenye rendering hapa, nitoe yakiti noise. Muona hii ndo environment yetu ambayo ipo saizi. Unaona ilivyo, kuna backdrop, kuna backdrop ya juu na backdrop ya chini, afu kuna light ambayo imepita, inaonyesha kama ni waves fulani za reflection ya. Kwa hiyo bila kupoteza muda tunaenda kuanza kufanya animation yetu. Tutarudi kwenye viewport hii hapa viewport ya default ambayo nimeibadilisha tu rangi hapa. Cha kufanya nije kwenye button yangu, ni move huko, ya kufanya hii ndo project file yetu. Kuna right huku, kuna light upande huu, kuna light upande huu, kuna light juu hapa, kuna light ambayo inapiga backdrop. Utaona kuangalia kwamba ni full setup ambayo imekamilika na kamera yetu ambayo nimeiposition upande huu hapa. Tukija kuview kwenye kamera, tuna kitu ambacho tunakiona ni hichi hapa. Kwa hiyo hatua ya kwanza ya kufanya, kutoka nje ya kamera. Shatoka nje ya kamera, tunakuja kuangalia hapa. Umeona, utagundua tuna maneno yetu ambayo yako separate plus this object ambayo iko separate. Cha kufanya, hatua kwanza tunakuja hapa kwenye timeline, tunakuja mwanzoni. Then naminya shift kwenye keyboard yangu, taminya N ya kwanza, taminya M, taminya B. Then nikisha minya hizo naminya I, mouse button yangu iko kwenye viewport hapa katikati, taminya I. Utaona keyframes zimejitokeza hapo. Then nitasogea mbele hadi kwenye 40 hapa. Takuja kwenye hii N, takuja kwenye taweka 0, taweka 0. Then nitaminya I kutengeneza keyframe. Kwa nikija ku preview sasa hapa nimeweka vice versa. Umeona hapa nimeweka vice versa. Kwa hiyo hii ya kuanzia lazima ije mwishoni, alafu hii ya kuishia nasogeza hapa kwenye 40. Unataka tu preview itakuwa ndo hicho hapo. Sasa pia hapa nataka niweke rotation. Lazima niweke rotation yangu nataka ianzie let's say -180. Taweka rotation yangu ambayo itaanzia -180. Mouse button yangu itakapokuwa kwenye rotation hapa nitaminya I. Then ta preview, tuna kitu tutakachokipata ni hichi hapa. Ta select keyframes zangu zote, pia mouse button yangu iko kwenye timeline hapa, taminya A. Then nitakuja kwenye right click, nitakuja kwenye interpolation mode, let's say kuweka back. Then nitamove ta preview. Umeona, ukika back unaongeza ka njia kazuri ambako logo yako inaenda. Umeona kama hapa ina pop fulani, inaenda ina bounce. Ni tofauti na tulivyokuwa mwanzoni. Umeona? Kwa tukishamaliza hapo nakuja kwenye M. Kwenye M pia hii hapa kwa kwanza tunaishia, maana kwanza ilitukatalia, nasogeza kwenye 40. Hapa inapoanzia kwenye 1, taweka scale ya 0, taweka scale ya 0, taweka scale ya 0, afu nitaminya I.
Kisha minya I hapa nitaweka -180. Rotation ya -180. Alafu nitaminya I. Button yangu iko hapa. Utaona hapa tujagusa kwa kuwa tuja change location. Location ni ile ile. Kwa hiyo nitakachoenda kukifanya sasa hizi, nita select zote hapa, taminya A, nita right click, then nitakuja kwenye back. Nitakuja ku preview sasa hizi. Umeona zote zinaingia vizuri. Nitakuja na kumalizia na hii ya mwisho. Hii final keyframe naisogeza kwenye 40. Hapa mwanzoni ninapoanzia nitaminya scale ambayo itakuwa ni 0, y 0, z itakuwa 0, nitaminya I, then nitakuja hapa kwenye nani rotation -180 kwenye z, nitaminya I. Nikishamaliza nakuja kwenye timeline hapa, mouse button yangu ikiwa selected kwenye timeline na minya A, afu na right click. Nikisha right click nakuja kwenye back. Kwa hiyo nitakuja kukipata ni hichi hapa. Kwa hiyo tuna apply back ni kama kutengeneza curve. Curve yangu naibadilisha, inakuwa sio linear tena, I move kama robot. Inakuwa inafuata principles za animation. Principles za animation ambazo inakuwa inaleta kitu kizuri sana. Kwa hiyo hapo tusha apply principle of animation 2 au 3. Kwa hiyo tunachoenda kwenda ku apply sasa hizi ni principle of animation nyingine ambayo inaitwa follow through au overlapping action. Kwa hiyo inapomalizika action nyingine, yani zote zisimalizike kwa wakati mmoja. At least nyingine ianze, nyingine ifuatie. Yani kama unapoinua vidole vyako, huwezi kununua vyote kwa pamoja, lazima kuna vingine vitaanza na kuna vingine vitafuatia mdogo mdogo. Kwa hiyo tunachoenda kukifanya sasa hizi na kuja na select n kwa kuwa inaanzia hapo na iacha, na kuja kwenye m kwa kuwa inaanzia hapo. Let's ni zoom in kwa kuscroll kwenye button yangu. Nitakuja let's say kwenye 10 niangalie kama itakubali. Nita move keyframe zangu za m kuanzia zianzie kwenye 10 na b zianzie kwenye 20. Nitakachokuja ku preview size kitakuwa ni hivi. Unaona? Naona kama zimechelewa sana. Let's say angalia mara mwisho. Basi fanya ziko sawa. Umeona? Then nita select hii logo yangu ya juu hii hapa. Kisha select logo yangu ya juu na kuja kuangalia yenyewe na ianimate vipi. Na yenyewe nipunguzie scale hapa, nitaipa keyframe, nitasogeza mouse button yangu hapa kwenye viewport, nitaminya I, nitasogeza hadi kwenye 30. Sogeza kwenye 30, nitakuja kwenye scale yangu nitaipa 0. Hapa nitaipa 0. Hapa nitaipa 0. Alafu nitaminya I. Kisha minya I. Bwana rotation, nijaribu kuchange rotation hapa, ndakuja kwenye minya -180. Kama itakuja vizuri, afu nitaminya I kwenye keyframe. Haijaja vizuri kabisa. Rotation ya hii nitaipa -180. Angalia. Testi kwenye y -180. Taminya I. Na yenyewe vizuri. Tarudi tena kwenye keyframe yangu. Taminya 0. -180. Rotation hapa. Ai. So at least inakuja inaleta kadri fulani. Sasa niandike 180 na imekuja kwenye negative. Ipe 180 ni menye I. Nishafanya hivyo na ziselect zote. Tunaminya back. Utakachokipata ndio hichi hapa. Sasa hii kwa kuwa inaanza mwanzoni, isogeze hadi kwenye 40. Kwa inaanza, nita select hizi zote
select N, select B kwa kuminya shift, select na M. Taminya A hapa, let's say zianzie kwenye 15. Tutakuwa tumekipata hicho kitu. Tutakuwa tumeshakipata hicho kitu. Naona hapa animation yetu inakuwa iko sawa. Kwa hiyo nitakachokifanya hapa nitatenga. Kwa nataka niweke engo 3 za kamera. Engo 3 za kamera. Engo ya kamera ya kwanza nakuja kwenye kamera, ni kamera ya kwanza. Nataka pigia hapa. Sogeza mouse button yangu kwenye timeline, nitaminya control B. Menya control B kwenye kamera yangu ambayo nataka engo hiyo. Preview hapa. Lock. Sima ianzie hapo. Chanzi hapo na vinya keyframe yangu. Alafu nitasogeza hadi hapa. Sima taminya nitasogeza hapa, nitaminya kisha minya itakuwa tumetengeneza hiyo. Kidogo taminya sogeza kamera yangu hapa kwenye 60, niangalie kama itaniletea kitu kizuri. Unaona imekaa sawa. Nitatoka nje ya kamera yangu. Nikishatoka nje ya kamera yangu, nitakuja kwenye nitaminya shift A ku introduce kamera nyingine. Nitaminya shift A nita introduce kamera nyingine. Nitaminya kibatani changu hichi hapa, then nitaingia ndani ya kamera. Nitalock kamera yangu afu nita move juu. Nikisha move juu hapa, nataka nipige engo hii hapa. Nipige engo hii. Nitasogeza tasogeza nani yangu hapo, taloki. Bado kwenye 60, kwenye 61 nasogeza, afu na select kamera ambayo nimeintroduce sasa hizi. Kamera ambayo nimeintroduce sasa hizi, afu nitaminya control B. Kisha minya control B na kwa nimeipa value. Kwa sasa itakuwa tunahama scene.
lakini kamera zangu je nizisogee hadi kwenye 50 ya kwenye 50. Nitaipa animation kamera yangu, nataka ianzie hapo. Nitaminya I, shaminya I nitasogeza kwenye 80, nita move back kidogo, kisha move back nitaipa value yangu tena, nitaipa keyframe. Nitakaja kuja ku preview itakuwa hichi, na nimemove haraka haraka sana, nitasogeza mbele kidogo. Shafika hapo, nataka nirudie hizi value zangu hizi. Nitaselect hii, nitaselect hii, nataka nizirudie keyframe zake. Nitaminya A, nitaminya shift D ku duplicate, alafu nitasogeza up. Kisha siku nitakipata kuja hii, copy keyframe zangu za mwanzoni ili nizilete hapa. Select hizi keyframe zangu, nitaminya shift D, nitakuja na kwenye N hapa, nitaselect keyframe zangu hizi pap za mwisho, nitaminya shift D, nitasogeza hadi hapa. Nitakacho kuja kukipata, nitaminya kwenye M, keyframe zangu za mwisho kwenye ya kwanza, nitaminya shift D, nitasogeza hapa. Nitakuja kwenye B tena, keyframe zangu nitaselect, nitaminya shift D, nitasogeza hapa. Kwa mwisho siku nitapata kitu. Kwa zinapokuja kwenye animation hapa hii ya mwisho, nataka ni introduce kamera nyingine. Kwa natoka kwenye hii kamera, shift D, nitaminya shift A, nita select camera. Kisha select camera, nitaingia ndani ya hii kamera, hii kamera ya 3, nitailock, nita move, nataka nipige niangalie ngo hii mbele kidogo hapo, then mtaangalia
mi hapa na introduce kamera yangu, naipa value, taminya control B, then nitaianimate. Nitatoka ndani ya kamera, nitakuja juu hapa, kamera yangu ndio hii hapa, nitaipa value hapo mwanzoni, nitaminya I. Hizi I nitasogeza kwa final keyframe, nitasogeza hadi kwenye 150. Nitaminya I, nitatengeneza keyframe ambayo nitasogeza hadi kwenye 150, let's say. Hapa inapoanzia taingia ndani ya kamera, nataka kwa kuanzia izoom in, izoom out. Taminya I, nikachokuja kukipata itakuwa ni hicho. Nikija kwenye review hapa, nitakachokipata ndo hichi hapa.